Nilikuwa na kitanda yangu moja hivi aina mbao ya katikati. Ilikuwa aina mbao ya katikati. So nilikuwa ngoja kwanza. Ile ngazi ile inakaa kama ngazi. Ile haikukua. Sasa ilikuwa hizi mbao za kando. Sasa nilikuwa naweka mattress ndani na lala chini. Boss, weka mawe. Ngoja. Ukiwa chini, wewe unaona nikaa uko chini ya kitanda. Ndio nakwambia nilikuwa nalala chini ya kitanda. So hapo ulikuwa na kitanda au una kitanda? Ama uko unaelewa chochote? Sema tu nilikuwa nalala chini ya kitanda. Nilikuwa na kitanda kiko chini. So wewe ni mtu bontao. Ni bontao. Au una ushago? Sina ushago ndani yangu. Of course hakuna mtu ana ushago. Of course hakuna mtu ana ushago. Sasa wewe utazikwa makaburi? Hapana. So ile time yenye mzee alikosana na mother, hiyo ndio time yenye tuliamia ushago. So wewe ni Jaluo, Luja, Mwidako? Mimi ni Luo. Mzee ni Luo, mimi ni Luo but nimekaa na mother sana na mother ni Mluya. So niko na wewe ni Mluya bwana. Kama umekaa na mama wewe ni Mluya. Ndio hivyo sasa. Hello, mambo vipi? Mimi naitwa Rav Holyboy. I'm a Kenyan artist na niko na wimbo kadhaa, lakini leo nataka kutambulisha wimbo wangu mpya ambao inaitwa Maua. Ni wimbo wa mapenzi na wimbo taratibu sana. Tafadhali fika pale YouTube, search Rav Kenya. RAVV Kenya. Pale YouTube na TikTok unanipata kama Rav KE. Tafadhali fanya hivyo na nitashukuru sana. Guys, watu wangu wa YouTube, this is Oliver Kati, the podcaster mwenyewe. Na it has been a while, more than a year and a half. Nimekuwa nikijificha kidogo, unajua kazi hapa na pale. Na leo nimerudi na kitu mpya, kitu mbwe cheche, kitu mbaya. Weka mawe. Weka mawe mzee baba. Weka mawe. Sasa leo nimeanza na kitu inaitwa podcast mtu wangu na ukiwatch remember to subscribe bwana, vijana wadogo bwana. Nini? So guys, leo niko na Rav mwenyewe. Buda. Yo. Msikumbuke jamaa tunafanya na yeye kazi, so ni morio wangu hapa na pale. Na leo nataka tupe story yake kidogo. Then after this we'll see how we'll go with this mambo na podcast. Ikiweza sawa, isipo tutaona. So ndugu yangu Rav mwenyewe, msanii mkubwa. Ni msanii mkubwa, go pale YouTube unajitaje mzee? Rav Kenya, YouTube. Rav KE, Instagram na TikTok. Okay. Yeah. So guys, let us listen to the story. Na ni mbaya. Ni mbaya mzee baba. Ni shehe. Ni mbaya. Rav mwenyewe. Yeah man. Sasa nataka ujiintroduce mwenyewe. Najua huwezi sema jina ya kando. Jina ni ya mzazi. Ni ya mzazi. Okay, tuambie ulijipataje Nairobi? Na kuzaliwa ni wapi? Tribe? Okay, first of all, what's funny, mimi nilizaliwa Nairobi. Nilizaliwa Nairobi side za Donholm. Hiyo time bado mzae na mother walikuwa wanaishi pamoja. Mimi nimelelewa na single mother. Hiyo time bado mzae alikuwa anaishi na mother pamoja, kwa wameseparate. So mimi nilizaliwa Nairobi. So wewe ni mtu bontao? Mimi ni bontao. Hauna ushago? Sina ushago ndani yangu. Of course hakuna mtu ana ushago. Of course hakuna mtu ana ushago. Sasa wewe utazikwa makaburi? Hapana. So ile time yenye mzee alikosana na mother, hiyo ndio time yenye tuliamia ushago. So wewe ni Jaluo, Luja, Mwidako? Mimi ni Luo. Mzee ni Luo, mimi ni Luo but nimekaa na mother sana na mother ni Mluya. So niko na wewe ni Mluya bwana. Kama umekaa na mama wewe ni Mluya. Ndio hivyo sasa. Okay. So maisha ya town Nairobi inaendaje sasa? Maisha ni kupambana tu. Tuwezi lia sana. Kusoma? Soma nimesomea ushago. Okay. Kusoma nimesomea. So time mother alikosana na mzae, tulienda ushago. Kaishi ushago, nimesomea primary ushago, secondary pia ushago. After nimemaliza shule ndo nilirudi Nairobi. Okay. So baada ya shule tupatie story. Kazi yako ya kwanza ilikuwaje mzee baba? Okay, so after nimetoka ushago, after nimemaliza shule nilitoka ushago nikarudi Nairobi.
Nilikam kwa brother yangu, nilianza kuishi na brother yangu juu nikikam Nairobi kwanza nilirudi kutafuta mzae. Nilirudi kutafuta mzae nikampata. Kuishi naye pia kuna vile hatukuwa tunapelekana mzuri, so nika shift nikaenda kwa bro. So ndo nikaishi na bro kidogo, nikafika place pia akapata wife. Na tulikuwa naishi kwa single room. Sasa ikabidi nimejitoa. Juu nilikuwa na mabeshte, ikabidi nimehamia kwa mabeshte, tukaanza kuhustle na mabeshte. Ulishi naye single room degani? Kitu kama 1 year hivi. Baba, huko unasikia chwiki usiku hivi. Hiyo time bado alikuwa peke yake. Yeye alikuwa peke yake. Alafu pia hiyo time hawakuwa wamekaa sana na wife. So wife wake alikuwa anakaa kumtembelea akienda. So ni ile nilikuwa na bangaiza kwa mabeshte, mtu wako anakuja kulala. Alikuwa anakaa anamuona nini, anaenda kwao. So time yenye alihamia fully, ikabidi nimeenda kuhustle na mabeshte. So ulivilotoka ulienda kwa mabeshte sasa? Naenda kwa mabeshte, kuishi na mabeshte. Sasa hapo ndo nikaanza kujitafuta pole. Nikatafuta kazi kwa car wash. Nilikuwa naosha magari kidogo hivyo. So hiyo ilikuwa wapi? Bro alikuwa? Ilikuwa pipeline ya Embakasi. So car wash ilikuwa tu pipeline? Car wash ilikuwa pipeline. Inakuliendaje? Kazi ilikuwaje? So nilikuwa nang'ang'ana pole na mabeshti, tunajaribu pamoja, tunang'ang'ana tulipe nyumba. Hiyo time nilikuwa nalipa nyumba ilikuwa 3500. So kwa tunang'ang'ana tunalipa nyumba kidogo. Nikafika time tena tukakosana na mabeshti, kabidi nihamie kwangu. Ukaanza sasa kuwa mwanaume. Sasa nikaanza kuishi mwenyewe hapo. Nilikuwa na kitanda yangu moja hivi, haina mbao ya katikati. Ilikuwa ile ya katikati. So nilikuwa kwanza. Ile ngazi ile inakaa kama ngazi. Ile haikukua. Sasa ilikuwa hizi mbao za kando. Sasa nilikuwa naweka mattress ndani na lala chini ya kitanda. Weka mawe. Ngoja. Wazee. Unataka kusema ulikuwa tuseme uko na TV na ina screen. Sasa wewe una watch kitu ina screen. So ulikuwa na kitanda na ina. So ulikuwa unalala ndani ya kitanda? Nilikuwa nalala chini ya kitanda. Ndugu yangu bana. Sasa hapo hiyo kitanda ulinunua? Ngoja kwanza. Kitanda ulinunua wapi? Hiyo kitanda nilipewa na bro yangu na haikuwa na mbao ya katikati, so ikabidi nimenini. So ukiwa chini wewe unaona nikao uko chini ya kitanda. Ndio nakwambia nilikuwa nalala chini ya kitanda. So hapo ulikuwa na kitanda au una kitanda? Ama uko unaelewa chochote? Sema tu nilikuwa nalala chini ya kitanda. Nilikuwa na kitanda kiko chini. Sasa kutoka hapo ndo nikahustle kidogo, nikaanza stories za nikaanza stories za kunyoa. Sasa kunyoa hapo kidogo hivyo ndo mambo ikachange kidogo. Nika shift sasa, at least maisha ikakuwa kidogo, nikaanza kubuy bed, vitu za nyumba kiasi. Mambo ikawa fiti. Na hapo ulikuwa umeanza usanii? Muziki nilianza kitambo nikiwa shule. But wimbo ya kwanza nilirecord 2020 nilirecord wimbo wangu ya kwanza inaitwa Control. But hiyo time bado shida zilikuwa mingi. Nilikuwa na manzi yangu mmoja hapo, ndo nilimwimbia ngoma. Mko naye hadi sasa? Azizi. Na umemtolea ngoma? Hiyo time tulikuwa pamoja but tulikuwa tumekosana. So niliandika ngoma kama tumekosana, nikai-release. Na hope aliwatch? Aliwatch na akarudi. Ngoma ilifanya tukarudiana. Venye alisikia ngoma akarudi. Tena mkaachana tena? Ilifika time sasa kila mtu akashika njia zake. Wewe? Sasa hiyo ndo time nilirecord wimbo ya kwanza. Ngoma ya pili nilikawia kidogo. Ngoma ya pili nilirudi nilirecord 2023. Inaitwa Sexy. Sexy ndio ilikuwa wimbo wangu ya pili kurecord. Sasa after hapo Control alafu Sexy. After hapo ndo nini zingine kidogo, but Sexy nikitoa nilikawia kuirelease kidogo. After nimetoa Sexy siku-release. Nilitoa ngoma zingine kama 2 zingine, Bendo na In Love. Nilizitoa hapo katikati na nikazi-release mbele ya Sexy.
Okay. Sasa nilirudi ku release Sexy baadaye, but Sexy ndio ilikuwa wimbo wangu ya pili kurecord. Okay. So for now uko na ngoma ngapi? Sasa for now niko na ngoma kama 6, kama sikose 5 6 hapo. And nini ngoma zinapata views kule YouTube nini? Views bado tunapambana. Ushaipata support kwa msanii Kenya? Hakuna support nishaipata. Hujaipatana hata na moja? Nimepatana nao kadhaa. Kama nani? Na wasanii kadhaa nimepatana na Bahati. Willy Paul nishampigia simu. Akasemaje? Noma. Willy Paul nishampigianga simu akakata. Kukata nikapiga tena. Akashika akaniambia mtu akikata simu anamaanisha nini? Nikajibu Willy Paul mwenyewe. Alafu Bahati naye nishaipatana naye side za Membli. Alikuwa ndani ya gari, mimi nilikuwa nje, akaniambia hebu imba nisikie kama unaimba. Mimi nilikuwa nimeimba, nimesimama nje yako ndani. After kuimba baada ya kunisaidia. Sasa sijui alisikia sijui kuimba ama. Bahati na Willy Paul. So hiyo ndo masaibu umepitia kama msanii? Ndo masaibu nimepitia, but nimepatana na watu wengi. Nimepatana na wasanii wengi sana. So guys, kumbukeni kukimbia pale YouTube support kijana. Naona vile ameona watu. Willy Paul wewe. Na vile nimekusubscribia hapo. Acha kuangusha. So what are the challenges that una face for now? Kwa sasa nini unapata shida? Ama uko sawa? Nini ungependa kusapotiwa sana sana? Music yangu, music career yangu ndo naweza penda. Unaona ni kama unataka ku give up nini? Ku give up sometimes mtu feel ku give up, but unajua tu uki give up ama usipo give up no one cares. So like the end of the day lazima ungangane tu. Sasa tuki give up shauri yako tu, hakuna mtu ananini, so lazima ungangane. Hivyo tu, but support naweza taka support ya music career yangu. Niko na ngoma moto sana. Nimezicheki ngoma ni kali, ngoma niko nazo ni kali. Ni ngoma ukisikiza hata wewe mwenyewe unajua ni ngoma zimeandikwa. Wewe. So nikipata support hapo itakuwa fiti. So guys, by the way niko kwa ngoma moja hapo kali sana inaitwa Sexy. So guys, hiyo ngoma ni fit na ni safi. Kimbia hapo YouTube, check hizo ngoma, na wale wangependa kusupport ndugu, fanya jambo, andika hapo kwa comment section ni nini ungependa kusaidia hapa 1 2 3 ili kijana atoke chini aende juu. So for now unafanya kazi gani and what are you doing? For now mababa. Mababa hapo Eastern Bypass, Kamakis, Green Sport Tower, third floor. Mababa, ama nail technician. Nafanya hizo zote, tunangangana before music ijipe. By the way ni pale Scarlet Spa, Green Sport Towers. Ukiwa hapo Scarlet Spa utaicheki third floor, na si ati ni kitu ya mchezo hapo. Unafanyiwa kazi legit, kazi legram, na hata Diana ashaikuja hapo. Wewe Bahati wewe, Diana ashaikuja hapo akatengenezwa smart sana. Alafu unafanyaje kijana pale? So utapata hapo kijana yetu unatengenezwa kucha, pia massage unafanywa vizuri. Na tumsupport. Ako na career hii ya usanii, na pia ako na mambo na beauty and hair pia anaweza fanya. So guys, kuna anything unapenda kuambia mashabiki before tufunge hii show? Fika pale YouTube, search Rav Kenya, RAVV Kenya, TikTok Rav KE, Instagram Rav KE. Weka mawe kama kawa. Msikose kukimbia pale Rav, muone hiyo maneno yenye tumeongelea hapa. But they ni boys wangu sana. Kijana ametoka mbali. Sijui niseme nini baye. Kimbieni hapo YouTube, support kijana. Acha kuenda kwa Diamond. Hawa jamaa wako na pesa bwana. Inua watu kama enda tu usikie hizo mangoma uniambie. What is wrong? What is wrong in listening to that song? So guys, asanteni sana. It has been good you joining me tonight
this morning, afternoon, anytime you're watching this show. Asante sana. I'm delighted. Yeah? Asante sana. So ningependa kushukuru sana ndugu kwa kukimbia hapa kwa show yangu 2026 mtu wa kwanza. Au sio? Acha nione vile baraka inakimbia sasa. Fresh. So guys, asante sana. It has been good having you. Remember to subscribe. Sambamba. Have a nice day. Good night. Adios muchachos. Peace.